Hapa naomba usikivu wenu na utulivu mkubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na wananchi wenzangu, Nachingwea ni wilaya ya watu wote. Nachingwea hii imeshavuka kujitambulisha kwa kabila lake. Nachingwea hii imeshavuka kutambuliwa kwa dini. Nachingwea hii imeshavuka kutambuliwa kwa jinsia. Na hakuna mahali utakopa imani ya Wanachingwea kwa sababu ya kabila yako. Hakuna mahali ambapo utapata kuaminiwa kwa sababu ya dini yako. Na hakuna mahali ambapo utabeba matumaini ya Wanachingwea kwa sababu ya jinsia yako. Utabeba kila ajenda yenye heri kwa sababu ya utu wako na sio vinginevyo. Nachingwea wewe, nataka niwaambie ukweli kabisa wazee wangu. Mimi nachukia mambo ya ukabila, sipendi. Nachukia. Nataka niwaambie, kama kuna gharama itakayobebwa kwa kiongozi asiyetaka mambo ya ukabila, mimi niko tayari kuibeba gharama hiyo, na liwalo na liwe, lakini sitaruhusu ukabila utawale kwenye maisha ya Wanachingwea. Tunarudi nyuma. Na lazima tukatae, lazima tukemee, na lazima tuogope sumu ya ukabila. Mimi nimepata shida sana. Na leo nitawaambia, mimi nimezaliwa Nachingwea pale Ugawaji, pale Mianzini. Babu yangu ni Mwela, mama yangu ni Mwela, mama yangu yeye mwenyewe na nyinyi wenyewe mlimruhusu baba yangu kutoka huko akamposa mtoto wenu. Leo mnaanza kushangaa mnashangaa nini? Kosa la nani? Mtoto wenu mwenyewe alijichanganya au alikubali akaolewa na mtu ambaye sio Mwela. Lakini mimi nimekuzwa kwenye tamaduni ya Kimwela toka kukua kwangu mpaka nafika hapa leo. Kuna wabeleketa Shimwela, Kiswahili, wala nkasengenya. Wabeleketa gaingu naye wa kutujonenyu, wanandema. Lakini atakuja kiongozi tuliomwamini. Atapatikana kiongozi tuliyempa heshima. Na atapatikana mtu mwenye umri wa kutusaidia, akaanza kuwabagua watoto wa Nachingwea kwa sababu ya historia ya kikabila. Lazima tukatae. Na kama yupo kiongozi huyo anayefikiri umwela ni ngao ya kujipa sifa ya kuwa kiongozi, mimi sishirikiane naye. Mbele yenu nawaambia, mimi binafsi. Tunataka viongozi wetu wa kimila, tunataka viongozi wetu wa dini, tunataka viongozi wetu wa serikali wabebe dhana ya watu kuishi kwa umoja, upendo na mshikamano, kwa sababu Nachingwea itajengwa na Mchaga, itajengwa na Makonde, itajengwa na Matumbi, itajengwa na Mwela, itajengwa na Magingo, itajengwa na hata Wayao. Wewe nani unataka kuwatenga Wamwela pamoja na makabila mengine? Hatuwezi kukubali, na jambo hili nimeliongea kwa hisia kubwa lisije kujirudia tena. Wanasema mtoto hawezi kuwakemea wazee. Sikemei hapa, naomba, lakini naomba kwa hasira. Nachingwea wewe, tunakataana tu, haina faida. Etumeneju Mchaga ni ya nini? Chitumbu changu shilikuwa cha nini? Ushimoga umbo wapi? Nataka niweke interest sawa. Mimi ni mtoto wa Kimwela, lakini sijisikii fahari kupendwa kwa umwela wangu. Najisikia fahari kupendwa kwa utu, namna ambavyo mmenitengeneza na malezi mlionipa. Nachingwea oye! Nachingwea safi! Kwamba moja kitu kiliwahi kuniumiza kwenye maisha yangu ni kuanza kuchunguzwa udini wangu ukoje wakati nagombea ubunge. Haiwezekani. Tena wengine mimi sasa, unajua mimi nafsi bana nilifika mbali zaidi. Mimi nikasema wazee wengine wanaosema huyu sio Mwela, wao ni akina nani? Tukagundua hata majina yao yamekatishwa katikati, lakini ni watu wa Ruvuma huko. Shida tu. Na wengine mnatukataa, hamtujui. Lakini mmeishi na babu zetu na mlikuwa viongozi wa vyama vya Wamwela, na sisi tulikuwa tunakuja kuamkia kuona. Shida ni nini? Au mpaka niitwe Chingwile? Au mpaka niitwe Makota? Au niitwe Chitanga? Mama wangu yule pale na amesha niasi, mimi ni mtoto wake. Mimi mashaka gani?